mweni ula tuithia twitumwanya nake imwe kwa imwe nake no mutaalamu munene kana daktari munene wa iliniki isya Mount Everest tuithia twitumwanya nake atwelesie munango kana kendini yulwa uiti ndino ya kliniki cho nukutwelesia mawisi moto to mama kwa taba nukwithia yosa mokuli magu kwithia wine kuliona nukwenda daktari akusungie itumekusela kwa ilite tukenda imwe 52395 niyo namba yotumani mukuvi kana uko ne simu kwisilo namba isuko na sivo ithio wakio chaku namba ya mbeni noti muonza imwe noti 335 na namba lengi ya simu noti muonza 33 ilinyanya inyakenda namba isu siombe aenesi ya kliniki cha Mount Everest Nutritional Clinics alama itame tumia ndawa siamite kane mudhoche nekana atumwanye naitu kana naku nyeni tawasalisha beti waombua watinda ata natinda nesa na mimi nimeshinda vizuri. Yes. Na kuona unapendeza sana. Nashukuru Mungu. Eke kaunda situwe kala. Nashukuru president. Nashukuru Mungu. Usitaje hiyo jina, sisi tunasema ingine. Niruhusu nimsalimie mtazamaji wangu wa Mutongoi TV. Nafikiri ni wiki moja tu imepita tangia tulikuwa na wewe hapa. Na ninashukuru Mungu kwa sababu ya kunipatia fursa nyingine ya kufika maeneo haya ili tuweze kusoma, kusemezana na ili uweze kumakinika. Tunasema unapojua ukweli basi ukweli utakuweka huru. Kweli. Na basi nimefika ili niweze kukupasha na nikupashe cha mno ukweli na ukweli mtupu, na nikuelekeze jinsia utaweza kukaa maisha mazuri bila msukasuko wa magonjwa. Majina yangu naitwa Daktari Munywa kutoka Mount Everest Nutritional Clinics. Daktari ambaye huwa anakusemesha na anakuelekeza ya kwamba ni vyema sana ule chakula zako kama dawa, la sivyo utakula madawa kama chakula. Nikukaribishe ili niweze kujibu arafa. Nimejulishwa nilipokuwa naingia hapa nikaambiwa leo maswali ni chungu nzima na nipo tayari kujibu na ili uweze kumakinika. Asante. Maswali yapo, kuna yale ya last time ambayo hatukupata muda wa kuyajibu na tunayajibu leo kwa pamoja. Na kitu moja inanifurahisha ni kwamba Kiswahili chako zaidi kama Mtanzania hivi ama Mkosti, lakini tukiongea Kikamba nasikia unaongea. Tukiongea Kikamba nitaongea. Tukifika tuongee Kizungu basi hapo ndio zaidi. Tukifika Kiembu nitakoroga Kiembu. Kule Meru, kwa hivyo mimi tunasema kwa lugha ya Kimombo ni jack of all trade, na wewe pia ni kazi. Na wewe pia ni kazi. Naam. Shukran sana. Na hii ndio usuniwe mweni wito ndini wa mitambo ito ya Mutongoi TV. Ethia wibau wina mathina mekivathukanyu wina chali chamwe wina mathina methitu mayuthiucha ukathiuka sivitali umwe kuthiungi na ndukwatite uiti aini kwa the clinic cha Mount Everest Nutritional Clinics na wabikabo ni makunengo iti museo na nimekunenga mwanyo wa kuiko follow up amina kulika makoite makunenge dawa na hindi mayukunengo na mwanyo wa kusioka uke kwa semi. Nasikia nimepona, nasikia bado sijapona. Mahakikishe kana maiki the kana mawo alawi namo ni maviki ya kuma mweni waku na ndio na mami na kukuita mayuko nenga inge mwanyo waku kueleza kana ku guide yulwa ondo tanga kuisiana no wa ABCD. Daktari nenda atuambie na amakatwa mokulela nandikite ndi abandu makoneti muno wo wa mutambuko na moni maumie kidunguni kila kingi kana chumani kithelu na nendo tuelesie kuanzia mwanzo mtu anajuaje akona mtambuko kama dalili za mtambuko ni gani, na utueleze unatibu ndio. Labda kuna watu wanashangaa, kuna mtu alikuwa ameuliza swali moja anasema ati mtambuko kweli inapona, na kuna mtu mwingine lakini alisema kwamba mtambuko inapona. Labda kwa ule mtu ambaye akona huo ugonjwa na hajajua utamsaidia vipi, atajua vipi na utamtibu vipi? Asante sana na swala hili. Nafikiri maeneo ya Ukambani watu wengi wananijua kama daktari wa mtambuko. Hiyo ni jina ambaye nilibadikwa tangia miaka ya zamani. Na ili jina naonelea bado ligali lipo. Kwa sababu tulipofika hapa
Kuna mmoja alishukuru akasema nilimtibu ugonjwa wa mtambo kwa ikaisha. Ukiendea maeneo zingine bado ninaitwa hivyo daktari wa mtambo kwa, lakini kila maeneo kuna ile lugha ambayo wanaitumia. Kwa hivyo ninashukuru Mungu kwa sababu Mungu akikupatia talanta ni vizuri uweze kuitumia vizuri na uweze ukasaidia wengine. Katika ugonjwa wa viungo, ninapo itamuka kwa lugha ya Kiswahili ama kwenye joints zako, kuwa kuna ugonjwa ambaye huwa unashika kila mtu, sio hasa wale watu ambaye ni wakongwe. Kuna watoto, kuna hawa tunaita ma-GNZs bado wanatakiwa na ugonjwa wa arthritis. Na pia kuna sisi ambao ni millennials, bado ugonjwa wa arthritis bado inatupata. Na sababu kubwa ya ugonjwa wa arthritis huwa tunasema ni immune system, ama tunasema kinga yako ya magonjwa mwilini ilienda ikakandamizwa. Sasa viungo zako zikawa zimepata ile ugonjwa wa arthritis. Na ugonjwa wa arthritis ni ugonjwa mmoja ambao una maumivu makali zaidi. Huenda ikawa hujajipata katika ile hatari na ukamjua mtu ambaye anakuelekeza, mimi ninaumwa mahali fulani, usije ukamcheka kilema. Kuna msemo ambaye tunasema usije ukamcheka, usije ukajipata pale. Cha msingi msaidie, mwelekeze, je, umesema viungo vyako vinauma? Basi kuna mtaalamu mmoja ambaye nilipatana na yeye kwenye runinga na niliona kuna usaidizi ambao unapatikana. Basi cha msingi ufike tuweze kukuangazia. Ugonjwa wa arthritis ama ugonjwa wa baridi ambapo unajulikana maeneo kwingine, tunasema ni ugonjwa ambaye imesumbua watu wengi sana miaka nenda miaka rudi. Na hii ni ugonjwa ambaye huanzia kwenye viungo zako. Mwanzo unakuwa na matatizo ya maumivu ya viungo, unakuwa na shida ya kufa ganzi, unapata labda umeganda. Kuna mtu analalia mkono dakika moja, sekunde mbili, anasema mkono wake wote umekufa ganzi. Wenda ikawa uko pale umekuwa na matatizo ya uvimbe katika viungo zako. Umekuwa ukihisi joto ambaye ni joto jingi sana kwenye viungo zako. Kule miguu ambapo kuna kanyanga chini, unapoamka asubuhi, unapokanyanga chini, unasikia ni kana kwamba umekanyanga mishumari. Unahisi uchungu mwepesi zaidi. Na wakati mwingine unatamani kulala ukiwa umefunua miguu yako kwa sababu unasikia inawaka moto. Huenda ukawa uko na ugonjwa wa arthritis. Umekuwa na matatizo ya kiuno, mgongo pale, mishipa ya shingo huwezi ukapinduka, inabidi upinduke na mwili yote. Kwa sababu mishipa ya shingo inauma na ni kama imekazwa. Huenda ukawa uko na ugonjwa wa arthritis, na tunasema ni bora zaidi kupima. Usije ukakuwa mtumwa wa dawa. Tunakibiria painkiller leo, ukisikia umefanya kazi, unaifanya dawa yako ya kuitumikia. Kweli. Kwa sababu nilikueleza hizi dawa zina madhara yake. Ukizitumia zaidi, utakuja kuuguza figo zako. Kweli. Usije ukafigoja ikafika pale. Kwa hivyo cha msingi ni kujua, je, ile arthritis niko naye ama ile mtambo niko naye ni gani? Nilikuambia zote ni zaidi ya aina 100. Asante. Uzuri daktari anasema kwamba mnatibu kiini. Tunatibu kiini. Si chali nundu mukamba ethitwe asieka kuita ewe yadyo mutwe kwangelekanyo kana yasi yadyo ni malenyu na enywa painkiller ailea kuita kila kitumite malenyu manya. Kwa hiyo wewe bau nukuiwa mathina ma kutuma wewa na hii nukuina mutote oboa nukuiwa joints cia kuyalia nukuiwa moko maku maiko dalili sunda kitalo kuelesia kwanda kwa kuithwa na masopol na maondoasu ombe aindikosa kindu kitu cha kawaida kila kuika tambuka mbenwa clinic cha Mount Everest Nutritional Clinics lakini makubina ku na nimekuonenga witi nikana wibiki na kuboa na kuweka kuithwa na chalia chamwe. Haya daktari, kuna maswali nimeandika chini kidogo, nataka niachukue yote kwa pamoja alafu tutaingia kwenye mazungumzo ya infection. Kuna watu wengi wako pale wako na mashida ya infections. Kuna mtu yuko hapa anasema kwamba daktari,
imekuwa muda sasa huwa najikuna nikivaa chupi inakuwa na discharge ambayo inabaki pale ya yellow ni kawaida. Ayabe mundu ngina ake aitie athikuma temwani maumo ni kangu somea otumani usu wati ndata ndakitali mwina beti ba studio nye tawa mutindi kuma kalikosia ku yamatu ne vicho na nami na uma ndiwa nditemwa ni maumo dhinoto na kuidhia wichau. Kuna mtu mwingine naye alikuwa anasema kwamba anapata abdominal pains nyingi sana wakati wa period, akasema utamsaidia vipi? Na hiyo maswali yote nadhani mashida ya wanawake kana la tumeta ama dhina makana ni maingi. Sijui tuanzie kwa infections, tutaanza kwa infections. Huwa tunasema ya kwamba baadhi ya hizi matatizo tunasema ni vizuri sana. Baadhi ya wanawake hawajui jinsia ya kuangazia usafi wao wa kindani ama wa kisiri. Tunasema kuangazia usafi kivipi? Labda ile panti ama ile suruali ambayo amevaa ndani, hajui anafaa kuwa amevalia cotton. Kando na cotton basi, wengi wenu beti unapata ukifua chupi unataka kuanika pale kwenye bafu ikaukie pale, unaogopa kuianika nje kwenye miale ya jua. Tunasema ni vyema zaidi kuanika ile chupi yako nje kwenye miale ya jua ikakauka na ile miale, na tena kuifanya mtindo wa kuziweka kwa pamoja. Wakati mwingine hata usivae kitu, uko pale nyumbani wewe mwenyewe ndiye unajua hamjakuwa na mtu mwingine pale. Chukua zote, ziweke na detergent, zifue vizuri. Ukishazifua vizuri, zianike kwenye miale ya jua. Ukiona kama hazina rangi ya kufurahisha, tafuta hata kama ni ile leso ambaye mnajifunikia, zianike alafu wekelea leso juu. Bado zitakauka na miale ya jua. Kutoka pale umeanza kuangamiza infection. Kutoka pale basi uitibu ile infection ambayo inakusumbua. Na ukianza kuitibu, ole wako usije ukaitibu peke yako, kwa sababu lazima kukue kuna mwenye boma ambaye huja anajiburudisha pale kwenye zile ambazo tutazitaja kwa kidani, ili tatizo lisije likakuwa kero tena. Usihangaike kukua kila wakati, kila baada ya wiki 1-2 unatibu infection. Na tuko na matatizo ya maumivu ya kiuno, kuna uchafu unadodoka pale. Wakati mwingine unapoenda kujisaidia haja dogo unasikia unakatwa na mkojo. Wakati mwingine unahisi kujikuna, kuhisi kana kwamba kuna waka moto mle ndani. Kuna mwingine atakwambia wakati wanaenda ile safari na mwenzake, anahisi maumivu makali zaidi, anatamani nisingalianza ile safari. Huenda ukawa uko na infection. Na hizi infections huwa ziko na grades, huwa zinaenda kuna ile ya mwanzo, kwa ile ya pale katikati, kuna wakati inakuwa imekomaa. Kwa hivyo ni vizuri utibu chanzo cha ile ugonjwa, na usije ukasema mwenzako amekataa kwenda hospitali. Daktari anayekutibu anaelewa ni dawa ipi unafaa kumpelekea mwenzako. Akishakupima wewe na ulikuja peke yako, kwa mfano, na sisemi msije mkachukulia Shalsa ni mgonjwa, tunawafunza nyie. Tunawafunza nyie. Kwa mfano, mimi ni mume wako Beti. Na ulijihisi haujisikii vizuri, ukaamua ukamtembelee daktari. Ulipofika pale, daktari akakupima, akakuelekeza lazima mumeo anywe dawa, ama mbona haukuja na mumeo? Basi ukiambia daktari mumeo amekataa kuja, yule daktari kama amemakinika zaidi kulingana na vipimo alizokupimia, anafaa kukupatia dawa ambazo utaniletea ninywe ili tuwe wasafi wote.
Usije ukaosa sahani kube kijiko chafu na unarudisha kile kijiko pale, unarudisha pale kweli. Na indi kindu chapata nikana ila wina mathina makoneti infection ndukate kuitwa wiweka enda uitwe we na munyanya unikana wiseithi ya nyonde ni mwathegwa kana ni mwethi wa made infection free. Yes. Kuna ndakitali simukusila kwa noti muonza imwe noti 335 namba ni 0710656565 kana noti muonza 33 ile nyanya inyakenda namba ni 0733282849 na namba no isuko na sivetila apo ithe wa kio cha kuve amwe manaiti kana ndakitali twina kwata utumani ni sayulu wa bala kliniki cha Masako ketu LSA na tike ukichoka. Kuna watu wengine pia wanauliza matu mnapatikana wapi, mnafika Tala, ulisema Thika mnakuwa mko wapi? Wote tumanengelele movisi maitu wala mabingu yetu. Thank you. Dawi Masako kama uko maeneo ya Machakos, nilikueleza tuko pale nyuma ya Naivas, Old Naivas. Ile Naivas ya zamani kuna Old na kuna ile mpya. Basi ukiwa Old Naivas nyuma yake kuna nyumba inaitwa Superstar Building ama next to Muru Mutesia Garden. Kama wewe ni mkaaji wa Machakos lazima ukuwe unajua Muru Mutesia Garden mahali iko. Kama uelewi basi hata ukiwa pale New Naivas upige simu ukiwa pale, nitaweza kutumana na utaweza kufuatwa pale. Na kliniki yetu ya Machakos tunafungua kila siku. Hali sana mimi Daktari Munywa ninapatikana Machakos siku ya Jumamosi, lakini madaktari wote ambao wote wako kwenye zahanati zetu wote ni madaktari ambao wamesoma na kuhitimu na ni madaktari ambao wamemakinika zaidi. Utaweza kuhudumiwa na utapata afueni. Kila siku kliniki yetu ya Nairobi inafunguliwa, na Nairobi tuko pale Latema Road, na Latema Road ni pale nyumba inajulikana kama Royce Plaza. Na kama wewe si mwenyeji sana na unajua Maximum Miracle Center, tuko mkabara na Maximum Miracle Center. Tuko pale orofa ya 4 na tuko na lift kwa wale watu ambao wanasema siwezi nikafika kwa gorofa ya 4. Tuko na lift, tutaweza kutupata kwa kirahisi. Kila siku kliniki yetu ya Meru inafunguliwa, na Meru tuko pale karibu na stage kubwa, nyumba inajulikana kama Sara Plaza. Tuko nyumba za chini, mlango nambari 10. Ukifika pale utaona kibao cha Mount Everest Nutritional Clinics. Kliniki yetu Isiolo inafunguliwa kila siku. Kila siku ya Jumatatu tutatembelea mkaaji wa Matu, na nitafanya hima Jumatatu hii niweze kufika pale Matu mimi mwenyewe na ili niweze kuhudumia wakaaji wa Matu. Na tutakuwa pale New Thika Road karibu ama kwenye barabara ya kuelekea Garissa karibu na petrol station ya Total. Ukifika pale siku ya Jumatatu mimi mwenyewe utaweza kupatana na mimi pale, ilhali nimekwambia madaktari wetu wote wanaweza wakakuhudumia na bila shaka utapata afueni. Kila siku ya Jumanne tunatembelea mkaaji wa Tara, na Tara ni pale Dhoki House, utatupata pale. Siku ya Jumatano ni Wednesday, tutakuwa pale Emari tutakuwa pale Kindu Mall kwa PC. Siku ya Alhamisi ndio Thursday tutakuwa pale Kibwezi, na Kibwezi tutakuwa pale PCA Hall. Na siku ya Ijumaa tutatembelea mkaaji wa Thika tutakuwa pale Rwambogo. Na siku hiyo ya Ijumaa tutatembelea mkaaji wa Wote, na Wote tutakuwa Morning Glory Hotel upande wa Wote karibu na Absa Bank. Siku hiyo ya Ijumaa tutatembelea mkaaji wa Embu, na Embu tunafungua kliniki yetu siasa kila siku. Lakini ukitamani kupatana na mimi mwenyewe siku ya Ijumaa, mimi ndiye ninakuwa upande wa Embu, na tuko pale Good Morning Plaza ama Morning Glory Plaza pale Embu, iko karibu na KCB Bank. Ukifika KCB ya Embu basi wasiliana na mimi kupitia nambari zangu za simu ambazo ziko kwenye runinga yako, na nitaweza kukupokelea vizuri na utaweza kupata huduma zetu. Tuko kwenye
WhatsApp, labda unashangaa daktari, ningetaka nitumie alafu na nitaziona kwenye mtandao wa kijamii. Pia tupo, enda angalia Dr. Munywa's Wellness Center ama uangalie Mount Everest Nutritional Clinics. Asante. Na ndini wa WhatsApp namba cia kisi mwa ino isuko na siva u namba isuko no ibu ya kio ni kana ikio ni cha kuya noti monza imwe noti 35 kana noti monza 33 ile nyanya inyakenda. Namba isu sio ndona no wait pini ya WhatsApp balo kwenda kuka no umukulio ukabuka appointment kwa na daktari ukamukulio ukeka follow up amina kuitwa nikana ubikie na kubwa wendi witu nikana kwate witi musio oitiwa kwikika na mawola onde utana kwithia wina mo wiviki ya kutani sia na mumu. Daktari, kuna mtu yuko hapa anasema mimi nakusalimia daktari, natoka Kitengela Nairobi. Anasema anaitwa Wanjiru. Mtu ambaye hali nyama akona allergy ya proteins akikula anakuwa na pimples, unaweza msaidia vipi? Allergy za proteins inatibika na unaanza kutumikia kile kitu ambayo huko unatumikia. Kwa hivyo ni vyema tutembelee. Ukiwa Kitengela wewe ndio utaamua Machakos na Nairobi wapi karibu. Na nimesema mjini Nairobi baada ya ibada ya Jumapili kuanzia saa 6 kuendelea tunafungua na mimi mwenyewe ndio nipo pale na kila siku ya Jumatatu. Asante. Aya, tumebupe mundu ethi anasi ya wati ndata ndakitali munywa welesi waku ni musio muno ni wita mundu ina thina wa kithui, na ukimjibu labda utatueleza yale mambo mengine ama magonjwa mengine ya kikozi. Kuna wale watu labda wanakoa na unasikia kuna mwingine anakuwa na dry cough, yote kwa jumla. Asante sana. Matatizo yote ya kifua tunayashughulikia kuanzia allergies za baridi. Kwa sababu kuna allergies, kuna watu waezi alauka asubuhi na mapema kwa sababu atashida na matatizo ya kupiga chafya, kuhisi anafungana mapua, hawezi kupumua, wengine wanapumua kwa mdomo. Kuna watu ambao wanakohoa. Unapata mtu amekohoa mpaka amejikojolea ama amekohoa amelia. Mwingine amekohoa ametapika. Ingekuwa ni nyakati za wakati wa COVID, ungekuwa unasema mtu anaungua ile homa ambayo tulikuwa tunasema ni homa ya Kichina. Lakini huenda ukawa kifua huwa inabeba magonjwa nyingi sana. Kutoka hizo allergies kuna magonjwa tunaita bronchitis, kuna pneumonia, kuna tuberculosis. Ni vizuri uje tuweze kukukagua vizuri, tujue tatizo yako ni gani. Hata watu ambao wanatumikia inhaler kila wakati, nilikwambia sio lazima wewe ukuwe mtumwa wa dawa. Kuna vienye unaweza ukafikia kuwa unaishi maisha ya kawaida bila kutumikia dawa kila wakati. Unajua kuna mali nilikuwa natizama mwanamke fulani alikuwa anahubiri, anasema usiseme ati hii ni generational, ati ugonjwa fulani umeshaiweka kama ini yako sasa, ati hii ugonjwa wangu ni nini. Tibu kiini na utakuwa sawa. Tibu kiini cha ugonjwa na mambo yako itakuwa sawa. Asante. Daktari, nudhima pressure na sukari. Nitudhima pressure na sukari. Yes. Na yaongea kakulia. Ongea kakulia na uo hivi misenyu sithi ya wambesa siana. Hivi misito inalingana. Tunasema sio zote vipimo zetu mingi tunapeana bure bila malipo. Ilhali nikihitaji kipimo ambaye ningetaka udhibitisho zaidi, nikikutuma nje basi pale utaenda utailipia. Kitabu uniletea. Lakini hiyo itafikia wakati nitahitaji udhibitisho zaidi ya ile majibu nitakayokuwa nimeyapata. Asante. Uzuri ni kwamba vipimo vile ambavyo viko pale kwenye Mount Everest, ukifika pale wamba kudhimwa mambo mana waite chau wala na woli kitendini wa mwe waku kilungukiana nikana mama meme kunenga ndawa cia ibinda yanata kana wenda witu ili hata na indi nundu wa masama itu ngono masembete ni ndio soma okulieli na inde tu mabutu eli kambene wa alamo okulia daktari akwatikana aba ni mutu kwithia twimina na mo tunengelelwe ingi na movisi maitu kana location ya movisi maitu. Kuna mtu daktari anauliza kama unatibu ulcers. Vidonda vya tumbo tunazitibu na zinapona. Usiwe ati wewe kila wakati unaumwa,
unalia tu na kiungulia kinakunyonga hata ukinywa maji na umetaabika kwa miaka nenda miaka rudi, hiyo ni ugonjwa ambaye tunaitibu kwa siku chache mno na unaweza kupata afya yako. Labda daktari, kwa wale watu wengine labda wako na mashida ya tumbo, huenda mtu akawa na typhoid, amoeba, nini, magonjwa kama hayo pia unatibu? Beti, nilikueleza wakati mwingine ya kwamba baba wa magonjwa mengi na mama wake ni tumbo. Kwa mfano, wakati unasikia kichwa kinagonga, chunguza vizuri, utapata ni tumbo labda. Tatizo iko kwa tumbo. Chunguza vizuri, utakuwa hujakunywa maji. Ukinywa maji inaenda wapi? Inatulia. Inatulia kwa tumbo na kichwa inatulia. Wakati utapata uko na matatizo ya viungo, chunguza vizuri, hata tumbo yako haitakuwa iko sawa. Kwa hivyo matatizo ya kama typhoid, matatizo ya kama amoeba, kuna bakteria tunaita E. coli, matatizo ya H. pylori, matatizo haya yote yanatibika katika kliniki zetu zote za Mount Everest. Na utaweza kupata afueni. Usije ukakaa pale nyumbani ukiendelea kutaabika. Mwelekezi wangu ananiambia tumesalia na dakika 3 peke yake, ningependa uzitumie kupeana ofisi zetu penye zipo, lakini kabla kuna mtu anauliza kama kuna dawa ya pains ambazo zinakuwa za damu ya mwezi, na mwingine ameuliza kama ni kawaida kwa mwanamke kutoa zile clots, damu inakuwa zito zaidi. Hawa ni watu wawili ambao wanaanza kuwa wanatatizika na ugonjwa ambao tunaijua kama endometriosis, na pia wanaweza wakawa wanatatizika na ugonjwa tunaojua kama adenomyosis. Cha msingi wafike tuweze kukagua na kujua tatizo yao ipo wapi, na bila shaka mtafaidika. Nikukumbushe ya kwamba Jumatatu ijayo mimi Daktari Munywa tutakuwa na wewe mkaaji wa Matuu, na Matuu tutapatana pale New Thika Road karibu na petrol station ya Total kwa barabara ya kuelekea Garissa Highway. Siku ya Jumanne tutapatana upande wa Tala tutakuwa pale Thoki House. Siku ya Jumatano tunapatana mahali kunaitwa Kindu Mall pale kwa PC. Siku ya Alhamisi ndio tunasema Thursday tunapatana pale Kibwezi PCA Hall. Siku ya Ijumaa tunatembelea mkaaji wa wote tutapatana pale Morning Glory Hotel karibu na Absa Bank. Upande wa siku hiyo ya Ijumaa tutatembelea mkaaji wa Embu. Na Embu mimi mwenyewe ndiye nitakuwa maeneo yale, na tutakuwa pale Morning Glory Plaza karibu na KCB Bank. Siku hiyo ya Ijumaa daktari wetu atakuwa upande wa Thika, na Thika mtapatana Rwambogo. Siku ya Jumamosi nitatembelea mkaaji wa Mombasa. Mkaaji wa Pwani tutakuwa na nyinyi pale City Food Restaurant karibu na KCB ama karibu na Brew Room. Na nikukumbusha ya kwamba kliniki yetu ya Machakos inafunguliwa kila siku. Tuko pale karibu na Murumutesia Garden ama nyuma ya Naivas zile mzee. Maeneo ya Nairobi tunafungua kila siku. Tuko Ratema Road, nyumba inaitwa Royce Plaza karibu na Maximum Miracle Center. Upande wa Meru tunafungua kila siku. Na kwa sababu uko na namba za simu na labda ungetaka niwakaribie karibu na nyinyi, labda kutoka kwenu kufika kwenye zahanati ambayo tulifungua karibu na wewe iko mbali, basi ni vizuri upige simu kwenye nambari ambazo ziko kwenye runinga yako, tupigie, tuandikie ujumbe mfupi na utuelekeze. Je, mungetaka tuwaletee zahanati karibu na wapi? Na nikukumbushe, usipotumia chakula zako vizuri kama dawa, utakula madawa kama chakula. Kwa kikamba twasia wale kutumia lewa kune sata ndawa, ukatumia ndawa sia kuta leu. Kwa malewa lao ya mwikalo ulo kwikala ikithikananwa ya maleu matona kuonenga bina maleu matona kuhusiana na mawaume kivarukanyo. Na tumalize dakika moja imesalia. Kwa nini mtu achague kliniki ya Mount Everest Nutritional Clinic na si kliniki nyingine? Kwa nini uchague kliniki ya Mount Everest Nutritional Clinics? Kwa sababu Mount Everest Nutritional Clinics ni hospitali ambaye tunakupatia mawaidha ya lishe bora, tunakupatia vipimo bure bila malipo, na kando na hayo yote
tunakuangazia na kukufuatilia zaidi. Utakapomaliza dozi ambayo tutakuwa tumekubaliana na wewe, unarudi kwenye vipimo kuangazia kana kwamba tatizo tulikuwa tunaishughulikia, je, imepona? Na tunasema Mount Everest ndio nyumbani kwa wagonjwa wote, kwa matatizo yote ulio nayo. Ukiwa umefika Mount Everest, ujue umefika nyumbani. Hapo ndipo. Naam. Asante. Tunasema kwamba rafiki wa mgonjwa ni daktari. Naam. Na tunashukuru sana kwa kuja, kwa kutupatia mawaidha. Wakati mwingine mimi nikikaa na wewe nazungumza na wewe, pia mimi nasoma, naelezwa hata kama siko mgonjwa, naanza kupanga vile nitajizuia na magonjwa. Kuna daktari Simonoti Monse Monoti 35 namba ni 0710656565 kana noti Monse itatu ile nyanya inyakenda namba ni 0733282849 na namba siombe aisi kunenga connection yemwe mzeo ya clinic cha Mount Everest Nutritional Clinics ungua otongo hii kana witi wake Dr. Munywa nyeni twasali shabeti wambua nundo wa masaa makuja toto kwenda wina mo mundu ubikie na watambo ka clinic cha Mount Everest na kwata witi andumio tumani mukubi na indi wa chuma usunge kana wakana usunge ndethe ndisoma mwe katoa maukosi maku kwa oju tiwanesa.